Poleni sana. Toka sasa. Gani? Zamani lagi. Watoto. Kuna vyombo vingine viko ndani. Wewe basi. Wewe unaweka vyombo mpaka vinakuwa vinaniru vyeusi. Kimwenye vya wiki tu hivyo. Mwenye kwani nimechambali. Hivi hapa hivi. Ngoje. Hapa maji umechota wapi? Maji. Nimechukua kwenye ndoo yako kidogo. Nilijua tu. Nimechukua kidogo tu. Utaenda kisimani. Sasa mimi mtu mzima kwa jamani mimi nienda kisimani. Sasa nitafikaje nyumbani na ndoo shinda? Sasa utakwenda mimi kisimani jamani na ukubwa huu? Utaenda kisimani. Kwa nini unafanya betro Wewe betro wakati betro yangu mimi nimejaa fulu. Sawa. Hapo kule shamba hujaenda. Shamba? Nasogea kwanza hapa. Shamba mimi sijaenda siku mbili tu. Siku mbili na kati mijani yote ile. Siku mbili tu mimi sijaenda.
Hujaenda kule shambani kwangu kule kushoto kule nimelima kule. Nimepita kote mimi na dada juzi. Mijeni kibao. Watu wanasema huyu mtu kaachiwa mishamba afa taalimi wala nini. Kushoto kule milima. Watu wanaanza kushoto, unaanza kulia na juu. Ni nyuma kule. Sasa watu nani alianza kulima nyuma ya shamba na kati mtu anaanza mbele na kupita watu. Sawa. Na leo sipite. Hapo muongee jambo la maana kweli hapa. Kwa hiyo nisaidie kupika. Nitachelewa kufika nyumbani. Sasa kuna mkaa pale au ule kuni zile unachukua haraka unanipikia? Wewe mimi nimemwacha na mikazi kibao. Atajisikia vibaya kweli? Sawa. Umekasirika? Inaenda. Ya basi unaogopa nini? Ule mkali kama yako. Ina maana mimi muda wote napiga soga tu hapa na mambo nielewe au. Unaishi kitu mkali sana hapo mimi nakuelewa bila kusema bado unanitisha. Au unataka nini? Kama simbi mwenyewe ninaanza kupanga kupeleka tau nini? Ni kitu gani? Wewe kwa maana mimi Mnyamwezi au maindi pigo zangu nini? Ni wangu mimi unachanganya nini? Unaweza kanifanyisha kazi kama hiyo basi. Waeli. Mwanaisha. Jembe. Mbia mwana. Yeye nauma yule. Lakini achana na malizi. Lakini sio ndio ambao unaofanya hapa. Unajua nini mwanangu? Mwanamke atongozwe hivi. Unaliposti kama unaliposti ng'ombe mwanangu. Tumia maneno laini. Ya kumwambia mwanamke akuelewe. Ni mwanangu uni hadi kutoka mwanamke. Ndugu yangu. Acha udoanzi bwana. Hizo mwambie tena kupeleka mjini. Apate magari. Sasa shamba magari. Sawa. Lakini uchukueni ushauri wako. Mimi nadhani ushauri wako hauna maana kwangu. Kwa kweli swala muda mrefu sana mimi nadhani wapo wanawake wenzio ambao wanaweza kujibu hili jambo.
Unamaanisha nini? Siku moja utaelewa. Kwa hiyo nimefikiria sana hivi. Sawa, najua, lakini tambua kwamba kiasi gani utakuwa umeipoteza furaha yangu. Lakini sina nini. Nikuombe jambo. Naomba ufikirie mara mbili. Sidhani, ila nipe muda. Nitafikiria cha kufanya. Ni mwanangu. Sielewi kabisa. Sielewi kivipi. Kuna maisha ya kawaida hapa chini haya. Mungu akawa anasikia kitai kiskani na kuchimba kupata na ile basi. Maisha kijijini haya mazuri tena ya kawaida tu. No, shamba silipo kule mwanangu uno kalime. Nilime kibindu nichukue jembe nikalime. Ndio baya gani kwa Kwanza kweli. Kila sio maisha sio ukapige, sio uchukue sio ukakabe sio kwenda mjini huko. Nini kuna maisha gani huko mwanangu? Yetu acha tukalimu siku hapa. Ndio tukazungumza vitu vingine ambavyo sasa hivi. Mimi kuna jambo ambalo nimepata hapa. Wewe ndio mwanangu. Ndio na uoni wako lakini wewe ndio mwanangu. Sasa Ongea jambo la msingi sana, unajua? Sema nini? Mimi nakusupport. Yaani katika vitu vya msingi ambavyo unaongea. Mtoto mkali yule yule. Usimwone vile. Kijijini kila mtu anamjua nani yule. Unajua? Sasa yani kimazingira ukimchukua ukamweka ndani. Yaani mwanangu sisi tunakuja piga msosi ni fresh yani. Tunakuja tunapiga. Basi ndio hivyo mwanangu. Ndio kushauri hapa. Tupange na magari pia na kupeleka posa pale. Mwanangu hata leo mimi nenda hata sasa hivi mwanangu kama fresh. Wewe lazima fresh ndio sasa wewe unaogopa nini? Hapo unakimbia nayo. Sawa mwanangu. Hiyo sawa chaisha hapo. Sasa kuna jambo lingine ambalo nataka kukuambia. Hali na hili. Kama nilivyokuambia mama, ndio mwanangu. Alafu mimi siwezi kuona mwanangu anapotea, alafu ikakuwa kulia tu macho. Siwezi. Sasa nakushauri mwanangu acha. Huyu sio kitu kizuri. Utakuja kuishia pabaya mwanangu. Kuna kazi nyingi za kufanya na ukapata riziki yako tu vizuri tu hapa kijijini. Sio lazima upige kama unapozungumza, sio uende mjini huko. Toje kuangukia pabaya mwanangu. Wewe ni mwanangu, wasikia kibangi. Unaongea vitu vya msingi. Unaongea vitu vya? Nasikiliza. Habaza kuniingilia katika maisha yangu mimi sipendi. Mimi ndo maisha yangu niliochagua kuishi. Yaani mimi bila huu ni mimi siwezi kula. Lakini maisha hayo mabaya rafiki yangu. Maisha mabaya vipi kibanzi? Wewe tuingiliana katika maisha haya. Wewe fanya yako kama unakwenda kulima nenda kalime. Sio unaingilia mimi katika maisha yangu. Unasikia? Unakuja kuzingwana kibanzi. Mimi sibai ndio mtongo unaniletea hiyo.
Sawa kaka, mimi niondoke niwaje. Nikusema kaka vipi? Sijatoka jana asubuhi hapa saa 4 hiyo shaicheki mkono chako. Sawa bwana, ila ndio hivyo nisuke mimi niondoke. Nishakumbuka mniache kwa. Unajua kama Mashaka na hao. Nisipeke kwa. Nisoke. Najua Mashaka huyu wangu mimi au Mashaka nani? Sasa msichonielewa hapo kiasi. Mashaka mume wako na Hawa wana mahusiano. Hapo nilikwambia. Kae ukijua Mashaka na Hawa wana mahusiano. Siku hiyo nenda kukata kuku. Ila chunguza kama utasina kudanganya hilo tu, mwisho utajua ukweli. Unajua mimi anauma kiasi gani? Ndio nasikia mbali kama. Ongeza sai. Tosha. Sasa maisha haya. Nalisikia wewe na hivi ni kweli? Mama nacheka. Mbona nidharau au unaongea kitu gani ambacho hakieleweki? Huenda ikawa kweli sasa ambacho tunasemwa, inawezekana ikawa kweli. Mashaka. Hivi yaani umefikia yaani stage mpaka unaniambia hivyo serious, yaani kabisa, yaani unaniambia bila uoga wote. Bwana. Kuna mahusiano gani? Mwaga chai yako. Sasa unaenda wapi? Mashaka. Sijui nini nimemkosea Mungu mimi. Limeisha hili. Nakula hapa na lala. Limeisha hili. Ronga mbali. Mimi napinga uwezo katika. Sasa mimi sina akili nyingi. Unajua mimi na mke ndio maana nina mahesabu mengi sana. Ndio mwanamke ndio maana yake. Yaani nikwambie kitu. Mimi nawaambia kwa umri wako huo kipande. Ili uheshimike. Uwe na akili ambayo endelevu. Basi unatakiwa uwe. Lakini kinyume na hivyo kwa unawapata hawauni hapo. Kasi utakuwa unaonekana wewe bado. Oa, ili mlango wa mbele, kupitia mlango wa nyuma. Hivyo unajua unapitia mlango wa mbele ukioa. Lakini kama hujaoa, hivyo unapitia mlango wa nyuma. Ndio hivyo bado. Baba. Anaongea maneno. Sema kaza unachosema ni kweli. Anaongea. Unasema nini? Fresh.
yanakuwa maneno yake yana wasiwasi, yana mashaka. Lakini ndugu yangu, mashaka leo mmoja jambo la msingi sana. Hicho ambacho mkiongea nacho kuna msingi. Sababu mimi nishafikiria hilo swala la. Nishafikiria. Na nishampata tayari. Hilo swala sio kwangu mimi, hata wawe zangu. Ya kwetu sote ili. Nyinyi acheni kurudi mbidi muoe. Nishapata tayari. Nani naona jamani? Hebu tuambie wewe. Ili mradi na tuanze kujiandaa na mambo. Hawa yule. Hawa yule pia nataka nitumie yule. Hawa huyo ambaye ni au hawa gani? Hawa kijijini hapa. Madude babu. Hilo lishaisha hilo. Lishaisha hilo. Si hapo ndio. Yaani kiti hapo na kiji hapo Oya. Hilo limeisha bwana. Nikimaliza wewe unainuka. Hilo jamaa shakufunga wewe pangeni nyingine. Ndio. Kwanza hii. Ushakosa fungwa. Ingia kingi wewe sasa hapo. Haya angalia. Yako inaliwa hapo. Kula na wewe hapo. Nishapata tayari. Nani naona jamani? Hebu tuambie wewe. Ili mradi na tuanze kujiandaa na mambo. Hawa yule. Hawa yule mimi nataka nitumie yule. Hawa huyo ambaye ni au hawa gani? Hawa kijijini hapa. Shemu, kwanza asante sana kwa kusikiliza na kusikia wito wangu. Na neno nahitaji nikuulize. Naomba usifiche kitu chochote na usiogope kuniambia tu. Hivi Kibanzi na Hawa, na kitu gani kinaendelea kati yao? Hamna sherehe yao, sababu Hawa mimi ni ndugu yao na wala hanifichi jambo lolote. Kama kulikuwa kuna kitu kinaendelea, una uhakika na hicho ambacho ninachosema? Ndio. Kuna kauli tata ambayo nimeisikia. Nilikuwa na Kibanzi, tukawa tunajadiliana baadhi ya vitu. Unajua tena vijana tukikaa tunajadiliana vitu, tunashauriana, sawa? Kwa hiyo Kibanzi nilimwambia kuhusu swala la kuoa. Yeye akaniambia yuko karibuni kuoa, lakini atamuoa Hawa. Ilinishtusha kidogo kwa sababu hapa kijijini kwetu Hawa ni mmoja tu ambaye namjua. Hapana shemeji yangu, kama ingekuwa kweli hii ndio ilikuwa wa kwanza kuelezwa habari, sababu Hawa hapa kijijini hana ndugu mwingine zaidi yangu. Lakini hilo jambo halina. Basi sawa, nashukuru shemeji. Nashukuru kwa kuniambia tu ukweli, lakini pia samahani sana, usinifikirie vibaya. Sawa, ondoa shaka shemeji yangu. Sawa, basi unaweza kuendelea na mambo yako. Haya, poa.
au malezi mara kwenda simu. Na wewe naye kwa kulala. Yaani nimejiona kama sijalala. Nimekutana na Mashaka. Anasema nifikie kwa kiti. Akaniuliza, wewe na kipati gani kinaendelea hapa kazi? Jaribu kidogo. Kama unavyonijua. Jaribu nikamwambia hamna chochote kinachoendelea. Na Mashaka mimi ananipenda. Hata wananichanganya mimi nashinda tu niwe upande gani. Sasa ndugu yangu, inabidi mchague mmoja. Kuwa na mwanaume mmoja uachane naye. Hivi unakumbuka hata siku ile kipindi nilishauri. Lakini wewe kila siku nikwambia hivyo. Wacha kila siku hivyo. Je, wakija wakijua itakuwaje? Mbona hizi mimi nataka wote? Yaani mimi nachanganyikiwa. Yaani wananichanganya, yaani nafikiri kitu mauzani, mimi sijui gani upande gani. Mimi nachanganyikiwa. Mimi kwa hiyo nywele haraka. Naona zili kuchanganya. Lakini uamuzi ni wako. Ndio basi. Maliza hizo nywele. Nataka nijue nimefumuka ili nijitolee usafari wao mara. Ndio kwa ni uongo. Sana mimi bwana. Okay. Brenda. Banzi. Nawe na kibanzi wako. Hiyo nimemisi, sijamuona siku mbili nzima. Basi poa nenda hilo. Chele. Ndio kupika. Basi kama huko. Kupika ni bakshi. Kula na kula nyumbani. Baadaye bwana. Wewe usielewe bwana maana hawa. Kabla kutaka hawa. Mimi hawa. Samahani pia kwa kukuelezea muda wangu. Usijali, mimi nakusikia. Sisi ni wanawake hawa. Na wanawake sio tofauti na wanawake. Mashaka una ndio namfahamu. Nimesikia kwamba unahusiana naye. Sio ni kweli. Hizo ni tetesi ni za uongo. Ujue watu wawili au watatu ukiliongelea jambo hili moja lazima liwe na mtu wake. Kwa sidhani kama utanificha. Ni mwanamke unaweza kufanya dada yangu. Sawa. Atakupa vitu. Kweli mimi na mahusiano. Nini? Ndio, ila uko naye baada ya kujua ni mume wangu. Simpendi hata kumuona. Hivi dada, unajua mume anauma kiasi gani? Mbona maana watu wanapoongea ni kweli? Na unanisikitisha kama kabisa, yani ni kweli. Utafanya na mahusiano na mtu ambaye humpendi? Nategemea. Sio kweli. Hawa sijui si ni wanawake hawa.
Hivi Mashaka, hivi unafurahia kabisa maisha, si ndio eh? Bora tu yani. Nielewa. Hivi unafurahia mimi ninapozalilika huko mtaani, ndio eh? Unafurahia tu. Unavyozungumza hivyo, yani mimi sikuelewi, unaona tu unapokuja yani sielewi na hebu niambie kwa mwanzo. Na maana ujui. Na maana kutembea na yule msichana unaona wewe ujui, si ndio? Kila siku nakuuliza unanipitisha hapo pitisha. Hawa bado. Mbona lizungumzia hili swala ambalo tayari lishaishi? Wewe mke wangu. Kwani mimi dini yangu mimi inaniruhusu kwa watu wani. Kila tukiangalia yana faida na yote. Sasa wewe hawa tu ushaanza kuleta matatizo. Manake nini? Na hili swala wewe ndio kusababisha. Mara ngapi au muda gani? Unaona dhaifu kwako, ndio kunizalilisha na kunikaibisha, si ndio eh? Unaona nifanyie hivi Mashaka. Na kazi naifanya ni kitu ambacho inatupita. Oh, achana na mimi. Endelea na mambo. Kwani mimi mbovu? Mimi sio mbovu, mimi unaona. Sina itilafu yoyote mimi. Ninajua kwamba haya maisha. Hai, maisha yanakichina. Wewe ujifunze kutokana na makosa ambayo yapo. Ni wapi? Unaenda kwa unataka masuala yangu ya mbegu ya chini kwa. Basi kwa nyumbani. Ndio. Na hapo. Ndio yote na hapo. Nani na hapo wewe? Na wewe. Kwa nini bwana? Ghafla tu. Tuko ndani tunaongea. Moyo wake umepanda sana. Na ghafla amezimia. Kwa mawazo ya haraka. Gari. Ndio
Sawa ni Jimmy. Nachia? Osha. Ghafla kwa ndani kuongea moyo wake ulipanda sana. Sasa ghafla dunia kwa mawazo yanapanda. Angalia sura kali tu. Maisha Sawa ni Jimmy. Nachia? Osha. Unapokaa hapo kwanza kumpiga kichwa mambo ambayo yani ni rahisi yani kwa soko yani ajabu sana ili tukio tusilifanya alisema cha msingi hapo ni kufanya mambo ya kukaa na kwanza yani unachotakiwa wewe sasa hivi ndio stress mawazo haina haja kuumiza sana kichwa. Kipindi wewe swala hilo una rahisi kwa na mambo yao shazoea. Lakini zako nawaza sana, nafikiria sana. Ni kama sio njia sahihi ambayo tumeifanya sisi hapa. Sio sahihi kabisa. Sasa nafikiri njia sahihi ingekuwa ni ipi? Unaona nini sahihi? Kama kuzika tushazika tayari. Sasa njia sahihi ingekuwa nini? Hivi unavyohisi watu hawatajua kama sisi tumefanya swala hili? Hatuwezi kufahamika, umeona? Kwa sababu siri ni watu wawili tu, bani yangu mimi na wewe. Sasa unafikiri tutafahamika vipi? Labda kati yangu mimi au wewe ukatoboe siri mbele huko. Acha uduanzi bwana. Kwa haiwezekani leo hii kwamba atokee tu mtu kutoka sehemu nyingine anaweza kufahamu. Ila wewe kama utaendelea kubaki na mawazo kama hivyo, mtu lazima atajiuliza, huyu vipi? Mbona siku hizi niko tofauti na kipindi cha nyuma? Kwa cha msingi hamna haja ya kukaa na kwanza yani kutafakari. Fanya kama ameshapotea, ishapita tena.
Yangu vipi? Vipi? Mbona umekaa peke yako hivi? Jamaa mimi. Kama sisi ni ndugu, wakati mwingine unapokuwa na tatizo basi niambie bwana, kuna hichi na hichi kwa ajili ya kufanya hivi na wangu, lakini uko unataka kama hivyo kinyonge sana. Bado nalikaa nalifikiria umefikia wapi mpaka sasa hivi ndugu yangu, kwa sababu ndoa ina maana, unaelewa, ili tuweze kujipanga na sisi. Unajua sisi ndio ndugu zako wenyewe ambao tunatakiwa tukae mbele, tuwe vinara. Swala ndoa bwana lile nilikuwa tunatania, wala sikuwa kwamba na nia kweli ya dhati kuoa. Nilikuwa natania tu. Unaniangusha bwana. Ndugu yangu, acha masiara bwana. Unajua mimi ulivyoniambia kwamba unahitaji kuoa, mimi nilifurahi sana. Alafu nikaona kwamba akili yako inatanuka. Mashaka mwanangu, nimeona kama vile maisha yangu bado hajakuwa hajatengamana, ndio maana. Au akakataa. Okay, sawa, haina shida. Tuma. Mwanangu mimi siko sawa kabisa. Uko sawa? Akili yangu iko sawa. Au malaria, maana malaria nayo unawezekana ukajisikia una malaria, mwili unakuwa mchovu, mambo mengi kichwani hivyo, yani kichwa kinauma. Jaribu kwenda hospitali ukaangalia. Kituo cha afya tunacho hicho. Nenda kituo cha afya pale ukapata angalau ushauri wa daktari. Shaka. Kama nikapumzika. Labda tu uchovu na shamba kule kulima. Hiyo maisha yetu kijijini hapa. Sawa, haina shida. Kwa hiyo unabaki hapo peke yako? Mimi nitabaki hapa, nitafanyaje? Nitasubiri hao jamaa kama watakuja. Mbona tembea kama Makonde? Sasa mimi ndio Makonde utakayetembea kama wewe Mdengereko. Vipi? Mambo. Poa. Wapi tena naona uko hai. Wewe acha tu. Hivi. Na kama siku ya 3 hivi hawa sijamuona. Yuko wapi? Hayupo, ameenda kwa mkubwa. Kwema lakini? Ameenda tu kusalimia, ila leo au kesho anaweza akarudi. Sawa basi, haina shida.
Karibu. Shem. Shem. Habari yako? Nzuri, vipi hali? Safi, kwema? Salama, vipi upo kutoka? Safi. Karibu sana. Asante. Huyu mwenzio hawa yupo? Hawa? Mbona aliondoka siku ile ile? Ana siku ya 3 hajarudi nyumbani na mara ya mwisho aliniaga na kuja kwako. Siku 3? Ndio. Hawa aliondoka siku ile ile. Sasa unashangaza unaniambia na siku 3 alipo nyumbani. Haya. Karibu shemeji. Karibu. Tausi. Habari? Nzuri, ujambo? Jambo. Za siku. Salama. Jamani, upo? Ipo kama mambo ya shamba hayo. Haya, karibu ndani. Hapa panatosha. Haya, karibu. Asante. Ndugu mwenyekiti. Hapa na huyo ndugu wangu hawa ana siku ya 3 hajarudi nyumbani. Siku ya 3? Ndio. Hivyo nimejaribu hata kuulizia kwa marafiki zake hayupo. Isitoshe sio kawaida yake. Mara ya mwisho alikuwaga anaenda wapi? Aliniambia anaenda kwa mpenzi wake. Na nimejaribu kwenda kwa mpenzi wake kaniambia tayari alishatoka. Na hamna ndugu labda wa jirani, pengine labda kaenda kwa mpenzi. Kwa ndugu kote nimesikia hayo. Basi mimi nadhani cha msingi hebu tusubiri kama siku. Halafu kama hajaonekana kabisa wala hatujapata taarifa yoyote, basi tutajua taratibu wapi. Sawa. Pole sana. Asante. Basi mimi naenda. Haya, kuwa na uvumilivu, atapatikana. Sawa? Sawa. Karibu sana. Haya, shukrani. Haya. Mwanangu. Sana mimi nawaza sana. Nafikiria sana. Unajisanga kwangu. Mimi nazidi kwanza. Na njia sahihi ya kuondoka. Banzi. Unakuwa hivyo mshikaji wangu? Unakuwa mzembe kiasi hiko? Sasa unataka kuondoka unaenda wapi sasa hivi? Ili swala sisi tushaliongea tangu muda. Unaondokaje hapa ni kwa mfano? Wewe hapa ndo nyumbani kwako. Unataka kukimbia mji wako? Umesikia? Yaani mimi siafi kabisa wewe kuondoka hapa mshikaji wangu. Wewe unaondokaje kwako? Basi leo umezoea, sio mimi. Unadhani hapa mjini hamta mtu ambaye anakuwa msaidizi? Hata kama kibanzi. Hii siri kwani akina nani? Bana tu mimi nawe. Ina maana kama siri kutoboka labda tu mmoja wetu kati yetu aweze kutoboa hiyo siri. Umeona? Wewe ushakuona wapi simba akakimbia mbuga? Mimi siafi kabisa wewe kuondoka mshikaji wangu. Yaani siafi kabisa wewe uondoke hapa. Bali na hilo kwamba simba hawezi kuamua. Lakini pia wasoi wanazungumza. Mungu mwoga wao kuisha dawa lake. Sasa mimi naona bora ni heri niondoke mapema. Yaani mwanangu mimi sikuafiki kabisa hilo swala. Yaani sikunge mkono hata mara moja yani. Unaondokaje kizembe kama hivyo? Huo udwanzo unaoleta sasa hivi. Unakimbiaje kwako? Hadi sasa mimi nishakata tamaa. Ni wiki sasa hii sijampata hawa na sijui napata wapi. Isitoshe nimejaribu kurudia kwake. Nimemtafuta kila sehemu lakini unaosema ni kwa sababu hata mimi mpaka leo sijasikia
hajaniletea taarifa yoyote wala akamtana na yoyote. Ila mimi nadhani cha msingi, hebu kesho asubuhi na mapema njoo ofisini. Alafu utajua tuanzie wapi au utajua cha kufanya. Ikiwezekana tangaze kijiji kizima. Inawezekana labda tukamwona au kamfanya sehemu fulani, alafu tutajua nini cha kufanya. Sawa? Sawa mwenyekiti. Maana wewe ndio mtu pekee tunayemtegemea hapa. Naomba msaidie. Wewe kwa nini umeamua maamuzi haya? Mimi nimeamua kufanya maamuzi kwa sababu mtaani ni yangu. Haukuwa sawa, haukuwa sahihi. Yaani unajua tatizo halikimbiliki. Unapolikimbia tatizo, yaani kuleta tatizo zaidi. Yaani tatizo unatakiwa ukae na tatizo, alafu ulitatue tatizo. Hapo utaishi kwa amani. Kaza naongea sasa hivi. Ni zoezi. Sema nini? Hebu tuseme na mada. Hivi kuna issue kidogo na hivi kwanza katika hizo siku tatu hizi ule fulana ni hawa wewe katika dira yako unaona ndio kuhusu la hawa. Hata mimi nalijiuliza. Yaani swali ambalo najiuliza na muda kidogo simuona. Lakini nakwambia mbona umemuulizia hawa? Ni wako ni sema yule mwanangu. Unaona chini sasa kama kile kisimamo katika maji. Yaani jinsi muone mimi katika tangu. Wanangu. Sikia tu mnaongea hapa. Lakini kwa mazingira swala ni zito nyama. Swala ni zito. Unajua sema nini? Hapa ni zito au vipi? Wanangu nyinyi na mwanetu kibanzi. Poa. Sio mnachukulia tatizo. Yaani serious au vipi? Wanangu mimi kuna siku wanangu. Kibanzi alikuja nyumbani, yani alikuja getu, yani wangu. Umeona? Afiki mazingira nikaja na mudi tofauti, yani tofauti na siku zote nilivyomzoea. Jasho linamtoka kinyama. Unajua ile? Yeah. Mimi nikamuuliza vipi mwanangu? Hajanijibu kitu, kaniambia mwanangu tondoke. Unajua ile? Sisi tukaamsha mwanangu pale mpaka geto kwa nani kwa Kibanzi. Unajua? Tukaingia mpaka ndani mwanangu. Mwanangu hawa hatupo naye tena. Unataka kuniambia kwamba Kibanzi amemuua hawa, si ndio? Kibanzi hajamuua hawa. Kibanzi hajamuua hawa. Kumbe kimazingira yule demu kumbe alikuwa na mapumu, sijui alikuwa pumu, si pumzi sijui. Yule sawa ndio ana matatizo ya pumu yule. Kwa sababu nilimuuliza Kibanzi, "Wewe vipi mbona hivi?" Mbona akaniambia mwanangu sikiza udogo nini? Kimazingira nimepiga mshindo mmoja tu, ni kimazingira ndio ile ikawa hivi, yani pumzi kama mbana. Kwa baada hapo sasa nyinyi mkafanya maamuzi gani? Baada ya mtu kuvuta nyinyi mkafanya maamuzi gani? Sisi tukamchukua yule mtoto. Unajua? Kwanza mimi ndio nilimpa idea Kibanzi. Unajua? Nikamwambia ile swala mimi niachie mimi. Umeona? Akasema baridi. Mwanangu yule mtoto sisi tukamchukua tukaenda kumfukia huko mapolini. Mkamfukia? Sema ile swala nini vungeni. Mkaushe. Mama njaa inamsumbua. Baadaye. Sema vunga babu.
kwanza niliwahi kuuliza juu ya mahusiano ya Hawa na Kibanzi. Ndiyo, lakini hana mahusiano yoyote na Kibanzi. Nilikubali ikawa nimeujua ukweli, lakini nakumbuka pia nilikuja tena hapa nikakuuliza, ukaniambia Hawa ameenda kwa mama yake mkubwa. Ndiyo shemu, Hawa alienda kweli kwa mama mkubwa. Kuonyesha ni jinsi gani shemeji unapenda kuficha furaha, kuonyesha ni jinsi gani mtu ambaye unapenda kupitisha kuficha ukweli bila kujua kabisa ukweli ni silaha katika maisha. Kuna vitu vingi ambavyo ikiwa katika mahusiano baina Hawa na Kibanzi. Kibanzi na Hawa walikuwa na mahusiano ni mapenzi, lakini kipindi chote hicho ambacho wao walikuwa wakitafuta Hawa pamoja na mimi, Hawa alikuwa kwa Kibanzi. Na mbaya zaidi kinachoniumiza, Hawa alikuwa na ujauzito wangu. Nimefurahi sana. Unajua, katika siku ambayo nimejisikia furaha na amani kama leo, nimefurahi sana kwa majibu yako. Unajua, nashukuru sana, sina cha kukulipa kwa sababu kitu ambacho nilikuwa nakitegemea na nilikuwa nakifikiria muda mrefu sana. Nilikuwa najiuliza lini nitakuwa baba, lakini nashukuru Mungu amekisikia kilio changu na nilipata mwanamke bora kuangalia. Unajua, nakosa amani na ndoa yangu, nakosa heshima inapungua. Kutokana ndo hivyo, yaani sina mtoto, lakini wewe leo hii umerudisha heshima yangu. Nashukuru, hata mimi na furaha. Nashukuru kusikia hivi. Sawa, hata na mimi pia nashukuru pia kusikia hivyo, kwa kufurahi na kuridhia kwa mtoto wangu. Basi ni jambo zuri, na nikuahidi tu kwamba nitakulinda, nitakuhudumia, nitakuheshimu, lakini nahitaji na mimi nitunze vizuri, na pia mtoto atakapozaliwa basi kuhusu mke wangu wala usijali. Unajua mimi mwanaume, alafu naruhusiwa kuoa wake wanne kutokana na dini yangu, basi pia na kuhusu dini yangu, basi hilo sio tatizo. Sawa? Sawa, nashukuru. Imeniuma sana, tena imeniumiza sana katika moyo wangu pale niliposikia na nilipata ushahidi kutoka kwa rafiki yake na Kibanzi kwamba mpaka sasa hivi tunavyozungumza Hawa ni marehemu sasa hivi. Hawa ndugu yangu mimi? Hapana. Hata mimi pia ilinishangaza sana na iliniumiza sana Hawa alikuwa mbele ya mikono ya Kibanzi, lakini nafsi za Kibanzi na rafiki yake jinsi walivyokuwa wanyama, walichukua maiti ya Hawa na kwenda kuizika porini. Lakini mimi kama mimi sitaweza kuifumbia macho hili swala. Nitahakikisha napambana mpaka haki ya Hawa hiyo, na kila aliyefanya baya kwa Hawa basi nitahakikisha mimi ataenda kulipa chozi langu na chozi la mtu mwingine.
Mashaka. Kwaje? Niambie mambo sio mazuri tena mazuri. Fresh. Salamu. Natoka zangu kidogo hapo kati. Ile ni kwa heri kwa kama. Unajua siku zote unachokifanya kikawa siri kwenye watu wawili au watatu sio siri tena, na huwezi kuifanya siri kwa sababu siri ya watu wawili au watatu sawa sawa kwa kuchukua mapembe ya ng'ombe. Huwezi kuficha pembe za ng'ombe. Kuna kitu ambacho kinanisikitisha sana na kuniumiza sana, kitu ambacho ulikuwa ukijui. Tulikuwa tukitembea mwanamke mmoja hivi. Yaani unamaanisha nini? Sikuelewi. Namaanisha hawa. Lakini kuna kitu ambacho mimi kinaniumiza mpaka sasa hivi. Kitu ambacho mimi siamini kama wewe unaweza ukawa na roho ya kinyama kiasi. Lakini mbaya zaidi kinachoniuma, hawa yuko katika wote. Lakini hawa wamekufa akiwa na ujauzito wangu. Ndio. Hiyo Mashaka unaongea vitu ambavyo kama navielewa lakini sivielewi vizuri. Yaani sivielewi vizuri. Mashaka unamaanisha nini? Yaani sikuelewi kaka kwenye point sahihi. Huwezi kanielewa hata kidogo. Lakini mimi akili yangu na fikra zangu zinaniambia kabisa wewe unaelewa, ila unahofia kwamba nani atakayejua ukweli zaidi. Lakini mimi ndio ukweli wote. Sawa? Labda nikwambie kitu tu. Basi hawa walikufa ndani ya geti lako. Lakini kinachoniumiza zaidi kwamba wewe ulichukua maiti hawa kwenda kuzika porini. Ndio Mashaka, unapoongea vitu ambavyo ni vikubwa hivyo unajua Mashaka. Vitu ambavyo unapoongea Mashaka vikubwa hivi. Zungumza vitu ambavyo una uhakika navyo Mashaka. Na huu ukweli ambao unauzungumza kabisa nina uhakika nao, kwa sababu Kibindu hawezi akakusingizia wewe. Kibindu hawezi akasema kitu kibaya kwako. Sasa kwa taarifa yako, kama wewe ulidhani siri inaweza ikawa ya watu wawili, sasa hivi sio siri tena. Huyo mtu ambaye ulishirikiana naye Kibindu ndio ambaye mimi aliniambia. Umenielewa vizuri? Mimi niumiza sana. Sasa basi katika hili sitaweza kufumbia macho hata kidogo. Nitahakikisha umma wa kijiji kizima wanajua hili swala. Umenielewa? Tambua, huwezi kuficha moto katika kibanda cha nyasi. Moshi lazima utakuwa. Mwanangu katika watu ambao kuna waamini wewe ndio kwa hapo. Kama na kila kitu kwako wewe unakwambia wewe. Wewe ndio msela wangu, wewe ndio kila kitu hichi. Lakini wewe unafanya mambo kama hayo. Wewe unafanya vitu kama hivi. Kumbuka wewe mwenyewe ndio unanishauri kwa sababu unanishauri wewe kuondoka mwanangu. Baki mwanangu, sisi watu wawili. Leo sisi ni watu wa 11. Sasa iweje leo wanakuja kuisikia Mashaka na watu wengine? Hapo angalia Mashaka alichoniambia mimi leo. Mashaka alichoniambia mimi leo. Atahakikisha kwamba ulimwengu mzima mpaka mmoja. Nini maana yake? Mimi nitaenda jela Kibindu, mimi nitaenda jela. Mimi nilikuwa na wasiwasi na wewe, ndio maana nikakwambia mimi
nataka nitoroke mapema. Kama mimi nitoke mapema bwana. Subiri. Angalia kama uko nayo. Mama mbona unafanya mkufunga wa kama wewe kitu gani wewe kibibi? Eh? Kufikiria au kufikiria kwamba hakuna siri zaidi ya watu watatu. Hata mimi nenda jela. Unadhani mimi niliomba yule kwenye kitanda changu? Lakini tambua kwamba wewe ndio ulitoa idea kwa katika muziki ile. Ukumbuki hilo? Ukumbuki hilo? Tambua nilikuwa naishi kwa wasiwasi. Nilikuwa naishi kwa wasiwasi. Leo unakuja kumwambia Mashaka. Mashaka Mashaka na yule binti alikuwa anatabia naye. Haoni kama ananifaidi zaidi. Niko kwa pili sana mwanangu wewe. Muone gani kumpigia. Muone anakuwa mbea kama mwanamke. Sawa bwana. Anaishi nitaka wewe mwenyewe. Nikitaka kwa mimi nenda jina niweze je. Mimi si ndio. Basi nikutika. Kwa sisi sote tenda je. Lakini umezungumza bila kuwa na uvumilivu kwamba nini kinatokea mbele. Najua
Unyenyekea kote kwa ajili yako mtoto. Hata kama ingekuwa ni kweli, ungekuwa kiasi. Lakini kwa nini uko unanidharau? Uko unanikemea hivyo? Mimi sio Mungu, mtoaji. Basi ungeniambia mke wangu nahitaji mke mwingine kuongelea. Au ningekuruhusu kilichokunizilisha. Kijiji chote kingejua kwa mimi mke wangu fulani. Makosa ya damu umesitafanya. Na ndio maana haya yote yanatokea. Laiti kama mimi ningekuwa najua kila kitu kinachotokea mbele, basi nisingefanya hivi. Mungu anashamaka. Sio kweli mama. Siku ngapi huko nyumbani? Nyumbani niko mwenyewe wangu. Sikutamani hata kutoka amenikusaliti mangu. Niweza kuvumilia mangu. Sikuna mchana nao mangu mnasiku yangu hivi nipate kuja mangu. Najua kitu gani ambacho kilikuwa kinakuuma. Lakini nilikuwa nipo katika kuleta furaha katika familia. Nilikuwa nipo katika kuitetea ndoa yetu. Kwa maana sikufanya kitu kibaya ambapo lengo kuu ni kuleta mtoto mbele. Nimeenda wewe kwenda niko tayari kutetea mwana. Unajua jinsi nilivyovumilia mwangu. Mungu sina uwezo wa kusamehe. Kwa sababu nakupenda Mungu.
twende.